Good evening and welcome to our bulletin tonight, the exclusive Sunday on the second day of the month of October 2025. My name is Chemutai Kirui and my director is Lucas Ouma. And just on the highlights tonight, President William Ruto has reaffirmed his commitment to inclusive development and national unity, pledging to lift lagging regions and urging Kenyans to embrace peace and cohesion. In Western Kenya, his government's takeover of Kakamega Referral Hospital has been hailed as a model of intergovernmental cooperation, while heavy rains in Bomet and Elgeyo Marakwet have prompted urgent calls for residents to relocate to safer areas. Meanwhile, the Orange Democratic Movement has launched its Magarini by-election campaigns, rallying support for a candidate championing pro-poor policies and youth empowerment. Welcome to our bulletin. My name is Chemutai Kirui. And on our first story tonight, President William Ruto has reaffirmed his administration's commitment to equitable and inclusive development across all regions of the country, promising that no part of Kenya will be left behind in the government's transformation agenda, concluding a 4-day working tour of Western Kenya counties. The president said his government will continue to pursue affirmative action policies to uplift areas that have lagged behind in national development. The president was speaking during a church service at the African Divine Church in Gamalenga, Hamisi constituency of Vihiga County. Tumekubaliana priorities ya mambo ya maendeleo ya Vihiga. Tumekubaliana maneno ya mabarabara. Kuna barabara zilikwama hapa, nimezikwamua zote. Tumesema shilingi bilioni 1 tuweke hii kaunti yenu ya Vihiga, tuunganishe manyumba ya wananchi 15,000 mpya hapa Vihiga, na waziri wangu atakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo manyumba 15,000 ziwe zimeunganishwa na stima, na kama kuna zingine zitabakia tutaendelea na kuzishughulikia until we make sure that every home is connected to electricity. Mnanielewa jameni? Na mipango yale mengine mengi tumekwisha kubaliana. Tunajenga stadium kubwa kule Nairobi inaitwa Talanta. Tunajenga stadium nyingine hapa Kakamega inaitwa Buhungu. Na nyinyi mmetuuliza ya kwamba tusisahau Vihiga, tujenge stadium kubwa hapa Kidundu. Na nimekubali ya kwamba tutajenga stadium hapo. Nimeketi chini na hao waheshimiwa na tumekubaliana mahali tutatoa ardhi. Our being a third world country is a mistake. We shouldn't be a third world country. We have what it takes. We have the men and women. We have the plans and the vision to change this country from a third world country to a first world country. And I am very happy that Bishop here with us, our Archbishop, believes that this country, the same way many of us believe that it is possible to take this country from a third world country to a first world country. I want to promise you, Bishop, in our lifetime, this country is going to move from a third world country to a first world country because we have the vision for it. I am asking members of parliament, I am asking all leaders, we will be presenting proposals to parliament in the next few weeks on how to move Kenya from a third world country to a first world country. We need to deal with the challenge of infrastructure. We need possibly 1.5 trillion shillings to deal with roads, rail, and airports. We need possibly another 1.5 trillion shillings to do energy, and another 1.5 trillion shillings to do agriculture, so that we bring under production another 2 million acres under irrigation. 4 trillion shillings is possibly the money we need to be able to move our nation from importing
Also today, President William Ruto has underscored the need for Kenyans to embrace peace, harmony and national cohesion, saying that the era of divisive and tribal politics is over. Speaking during his development tour at the Western Kenya, the president urged leaders and citizens alike to prioritize unity, stressing that meaningful development can only be achieved in an environment of cooperation and mutual respect. He called on all Kenyans to work together in building a stable, inclusive and prosperous nation. Wote ni ndugu moja wa taifa moja. Ile tumekataa kabisa ni siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi na migawanyiko. Tuko pamoja jameni? Kuna viongozi katika maono yao, katika vichwa vyao, they never see anything good in Kenya. Wanaongea maovu kuhusu taifa letu, wanaongea mabaya kuhusu taifa letu, wanatutabiria maovu katika taifa letu. Hawa ni watu ambao wanataka kuroga taifa letu. Sisi tunawaambia Kenya is a great country. Kenya is a blessed country. Hii nchi itabadilika na tutasonga mbele kama watu wa Kenya. Hatuwezi kwenda barabara yenu ya ukabila na chuki na ubaguzi. Sisi tunatembea barabara ya kuwa pamoja, ya kuungana, ya kushirikiana, ya kufanya kazi pamoja na ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Kakamega hoye! Kakamega hoye! Munasema tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tupange mambo ya matibabu na barabara na stima na kusomesha watoto wetu. Kenya isonge mbele. Wangapi wanasema tembee pamoja jameni? Kakamega. And now Kakamega County Governor Fernandes Barasa has lauded the national government's decision to take over the completion of the Kakamega Referral Hospital, describing it as a true reflection of intergovernmental cooperation. The governor reaffirmed his administration's commitment to working closely with the national government in implementing transformative projects that uplift residents' livelihoods. And at the event, Cabinet Secretary Deborah Barasa echoed the president's vision, saying that the head of state is determined to move Kenya from the third world to the first world, and that his long-term goal justifies a two-term leadership agenda. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa mimi nakushukuru kwa ziara yako ya maendeleo, kwa sababu umekuwa hapa kwa siku 4. Leo nakushukuru sana vile umekuja kuzuru project yako ya level 6. Hawa na Kakamega jana ulikuwa na siku yao ya kuongea. Na sisi kama viongozi nataka kuhakikishia kwamba vile unajaribu kuunganisha Kenya mzima, hapa Kakamega nitakuwa mstari wa mbele ili viongozi tutembee pamoja. Na viongozi wote ambao wamechaguliwa tufanye kazi kwa heshima. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia hawa na Kakamega tuko nyuma yako bako kwa bako. Kakamega hoye! Mwisho, mimi nataka kuuliza wana Kakamega. Mheshimiwa Rais ametuelezea atatutoa third world atupeleke first world. Na pia tumeona unity among western leaders. Ameleta maendeleo ambayo hatujaona kwa miaka mingi huku western. Ndio maana tunasema tu. Also today, National Assembly Speaker Moses Wetangula has appealed to residents living in landslide-prone areas to relocate to safer grounds as heavy rains continue to wreak havoc across several counties. Speaking in Bomet County, Wetangula expressed deep concern over the rising death toll, with more than 22 people reported dead in Elgeyo Marakwet County. He extended condolences to the affected families and called on disaster response agencies to intensify rescue and relief efforts for the victims. Huu ni msimu wa mvua, na nachukua nafasi hii kutuma rambirambi zetu kama bunge
kwa wenzetu kule Elgeyo Marakwet ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya maporomoko ya ardhi kutokana na mvua. Watu zaidi ya 22 wamekufa and we are still counting. Meteorological Department wamesema hii mvua itaendelea. Na wale mnakaa kwa area milima kama hapa, Bwana DC na timu yenu, wabunge wetu, mwambie wananchi wale wako kwa miteremko zaidi wasonge katika safer areas. And going to the future, tuendelee kupanda miti iweze kuzuia kuporomoka kwa ardhi. And in the same event, leaders from Bomet County have thrown their weight behind Speaker Moses Wetangula's call, urging residents to move to safer areas in the wake of ongoing heavy rains. Among them was Senator Hilary Sigei, Bomet East Member of Parliament Richard Yegon, and Bomet County Woman Representative Lynette Chepkorir Toto, who emphasized on the importance of collaboration between the national and the county governments in disaster preparedness. The leaders urged residents to remain vigilant, saying that proactive safety measures could save lives and reduce the impact of natural calamities. Wewe umesimama sana na rais wetu. Pale Western umeleta kura mingi. Na tunakuambia hapo mbeleni pia sisi tunasimama na wewe. Na hapo mbeleni ukikuwa mtu mkubwa utanichukua kama mtoto wako wa mkono. Utakuwa unanileta salamu za hawa watu, naleta kikapu, naleta salamu ya mama mboga, naleta salamu ya wanabodaboda. Si ndio? Ukikuwa mtu mkubwa usiniache nyuma. Utakuwa unanituma hapa, unanituma Kericho, unanituma wapi, na kwa mtu wako wa mkono. Takuwa Faruk wako. Si ndio? So tunasema asante sana na tunakupongeza. We are mourning our brothers and sisters wale ambao walibebwa na maji pale Elgeyo Marakwet. Watu 20 na wamepoteza maisha yao juu ya maji. Let us pray for them as we pray for our team here. Father Dennis, ulisema mami pole kwa ndugu zetu wale ambao walipatikana na janga pale Elgeyo Marakwet. Tumepoteza more than 20 kwa sababu ya mvua. And still on Kenya's political field, the Orange Democratic Movement has kicked off its Magarini by-election campaigns in style, with top party leaders rallying support for their candidate Harrison Kombe, led by Secretary General Edwin Sifuna, Homa Bay County Governor Gladys Wanga, and veteran politician Oburu Oginga, and also Mombasa County Governor Abdul Swamad Nasir. The ODM team held a series of rallies urging residents to back Kombe as a champion of pro-poor policies. Oburu Oginga said that the party is embracing the energy of new generation, describing ODM as the Gen Z party ready to drive change in the country. Sio zabaki? Haya, nitafute kura zipigwe, nihesabu kura, nilinde kura mpaka tuweze kutangaza Harrison Kombe kama mshindi katika wodi ile. Na kikosi cha ODM ni kikubwa. Gavana pale kwenye bunge la kitaifa tunao wajumbe zaidi ya 80. Tunataka wote tugawane kazi, wapatiwe maeneo mengine. Mtu kama Babu Owino akuje hapa apewe wodi yake, na yeye pia aende kulinda kura huko. Wabunge wetu wote wakuje hapa, kwa sababu hatutaki wale wakora wapate fursa ya kupitia katikati hapa, kura zetu ziweze kupotea. Kwa hivyo mimi kwa heshima yenu nataka niwaombe kwamba chama chetu baba alisema kiwe imara na kiwe distinct. Identity yetu haiwezi kupotea. Mimi nikiamuka, mimi najua chama kimoja maisha yangu yote. Chama ni cha ODM. Hakuna chama kingine mimi najua. Kwa hivyo nikisimama, nikilala, nikikula, nikifanya kila kitu, mimi najua chama cha ODM peke yake. Sijui chama kingine. Na nilisema tusilete confusion, kwa sababu kuna kina mama hapa wataamka asubuhi wanasema anaenda kwa polling station, yeye anaitisha chungwa, lazima apewe hiyo chungwa. Akisema anaitisha kombe, asipewe kombe mwingine, apewe kombe wa ODM. Si namna hiyo? Tunakubaliana hivyo? Wangapi wanasema wataunga mkono
Mheshimiwa Harrison Kombe. Haya, kuweza kupatiwa talaka ya hiki kiti sio kwa sababu watu wa Magarini hawamtaki, sio kwa sababu watu wa Magarini wamemkataa, sio kwa sababu yeye amewakataa watu wa Magarini, lakini kuna watu ambao kwamba walikuwa na nia mbaya, nia chafu. Na Waswahili wanasema mtalaka hatongozwi. Nyinyi wenyewe mnajua uzuri na heri ya Heri Kombe. Lile lilonileta mimi hapa Magarini ni kuwapatia tahadhari hao wengine ambao kwamba wanaotaka kuingia, nia na madhumuni hawana kheri na sisi kama wapwani. Nipeni nafasi hii miwani ambao kwamba ya kusoma, niliulizwa hapa umri wangu, kila moja akaukosa. Lakini ndevu nyeupe pia saa nyingine si umri, ndevu nyeupe ni akili, sio? Hapa niko hapa kuwapatia tahadhari wale wengine ambao kwamba wenye kutaka kushindana, and for the avoidance of doubt, kwa sababu unajua ni lazima tukubaliane, tuna adui mbele. Adui wa Magarini ambaye kwamba ni adui wa eneo za Mombasa, adui wa eneo ya Nairobi, adui wa eneo yoyote katika Kenya hii ni ukabila. Adui ambao kwamba tuko nao ni adui wa kuweza kugawanya watu kwa misingi ya ukabila, adui ya kusema uongo. Mimi nawaambia adui yetu sasa hivi ni mmoja peke yake. And now on matters health, cases of fraud involving individuals posing as officials from the Social Health Authority have continued to emerge, with 2 more victims in Subukia, Nakuru County, recounting their losses. Lucy Gikonyo and Ezekiel Mwangi say they were swindled out of thousands of shillings after being promised registration under the new SHA health insurance plan. Authorities are warning the public to be cautious and to only register through official government channels to avoid falling prey to such scams. Wakanipatilia hapo, wakasema hao wanaregister SHA. Nikaongea na hao nikaambia mimi sitaki SHA juu SHA inalipisha pesa mwaka mzima. Wakaniambia hapana hivyo mam. Unalipa pole pole. Madam mwingine alikuwa pandiki akaja mam kuja nikuonyeshe. Sasa mimi nikakuwa kwa mtego nikaenda nini? Kwa mama, kwa hiyo msichana. Niliona hiyo gari ikaniita pale kwa barabara, alafu nikajitokezea mimi mwenyewe, nikakuta hiyo madam na madriver na kuna wengine walikuwa nyuma. Mimi naweza tambua hata wakati huu, huyo madam mwenye tulikuwa tukiongea naye aliniambia ametoka Kiruguya na ameajiriwa kazi na serikali na anaenda field akiandikisha watu kwa SHA. Niuliza hiyo ID number, si ni kuregister na register, si lazima uwape na ID number. Nikawapea namba na phone number. Sasa wakarejista. Sasa mwisho sasa pesa yangu ilipotea hivyo. Sasa kurudi kuangalia line wametoa, pesa yangu imeenda hivyo, nikapata sina line na kama sina line sina pesa. Kuja nikakuta mzee amefurahi sana. Akaniambia, mama, nimejiandikisha SHA." Nikaitwa na watu pale wako na gari lakini wako na nguo za SHA. Iko na blue hapa na nimeandikishwa hapa SHA. Kuna msichana mwingine mweupe, msichana mweupe kama mzungu ameniandikisha. Nikamwambia buleta hiyo. Akanionyesha makaratasi. Nikamwambia baba Sami, umekona. Mzee. And now switching to matters education, the Education Cabinet Secretary Julius Migos Ogamba has called on university lecturers and staff currently on strike to accept the government's phased payment plan for the 2017 to 2021 CBA. Speaking in Mombasa County during the National Technical Institutions Championships, Ogamba said the government has demonstrated goodwill by committing to pay 7.7 billion Kenya shillings owed to the lecturers. He appealed to the dons to resume duty to ensure learning continues uninterrupted and to minimize disruption for students across public universities.
Came to a figure of 9.7, and we agreed we'll pay them 4.3 billion immediately, which we did, 7.3 in this financial year, and another 7.3 the next financial year. The 4.3 billion has been paid, the 2.7 billion has been paid. So government has shown good faith and commitment to settle these historical debts, which are not a debt that was incurred by the Kenya Kwanza administration. It was incurred before. So what we are trying to do is resolve all those pending issues so that going forward, we do not have people going to the streets each and every time. We've done it with the other unions, we've done it with Kuppet, we've done it with NAT, and everything is settled. And we will be able to do it with WASU. All we're asking them is for them to come to the table, look at the realities of the current situation, and accept the offer that the government has put on. It is now 22 minutes past 9 and the exclusive Sunday is taking a commercial break. Don't go anywhere, because when we come back we have more for you, including persons with disabilities, calls for improved access to public facilities and greater investment in talent development. And also in the sports segment, Camel Park Rangers delivered emphatic victories in friendly matches at Nyanturago grounds, thrashing Gesusu Riders 7-0 and defeating Kerera FC 4-1, with the head coach Steve Biko promising the team's preparation and compromising an exciting FKF Division 2 League season ahead. I am Chemutai Kirui and my director is Lucas Ouma. Don't go anywhere, we'll be back with exclusive Sunday.